Sasa huu nyama unaanza kwa kutuonyesha bidada akiwa ameenda kitanda hapa anamsubiri mume wake, sijui ilikuwa ana kutu ya miaka 60. Sasa alikuwa anamngoja mume wake ili waje wafurahie anniversary yao. Sasa mume wake kufika pale akashangaa, nini tena? Ndo mke wake pale akawa amemkumbatia, akawa anamuuliza, kwani umesahau leo ni siku ya anniversary yetu? Sasa ndo mwamba akawa na furaha pale, wakave moment pale yenye kiliendelea, mimi nilikimbia maana kwa akinihusu. Sasa siku ilifuata hapa, huyu bidada kwa jina la Helen alikuwa anampeleka mtoto wao shule, sio kama muaga hapa mume wake ambaye anaitwa Paul hapa, ambaye basi mimi nampeleka mtoto shule. Mwamba akasema basi mbona haina mambo, tutapatana baadaye, kama mkisi akasha chimba. Sasa huku kazini tunampata huyu bidada mwingine ambaye anaitwa Sylvia, alikuwa amemfuata huyu bidada kwa jina la Helen pale, so wakawa na have fun pale na nini. So huyu bidada akamuuliza, kwani mume wako hafanyi kazi siku hizi? Mbona anashinda nyumbani? Ndio bidada akasema, mume wangu alifutwa kazi. Unakaje na mwanaume ambaye ana kazi jamani wewe? Ona mimi nimeproposiwa hapa. Bidada akawa na raha pale. Baadaye huko nyumbani bidada akawa anatoka zake kazini, akapata mtoto wake akiwa amelala. Sasa alipomwamsha kuuliza nini, mtoto akamwambia mimi sijakula, baba tu amenilia tu biscuit. So akawa ameenda paka chumbani huko akawa ameongea na mume wake. Sasa siku iliyofuata hapa tunampata bidada akiwa anaenda zake kazini, mara akampata mume wake anafua. Sasa mmezalini mambo hayo jamani. Mwamba akamwambia mke wake sisi ka idol, ndo mke wake akasema sasa mimi naenda. Mwamba kama amwambia basi utaniacha pesa fulani za matumizi. Bidada akamwambia utachukua hiyo kadi ya banki huko chumbani. Sasa baadaye Mwamba alikuwa anatafuta kazi usiku sasa, lakini ilikuwa hapati, yani ilikuwa amekuwa disappointed sana. Mke wake akamwambia basi usijali, utapata tu kazi, usiwe na wasiwasi. So siku iliyofuata asubuhi hapa tunampata Mwamba alikuwa amempelekea bidada chakula chumbani, yani ni mapenzi mengine ya kizungu, yani umalizi ya Florida. Huku kazini tunampata huyu Sylvia kama mtembelea rafiki yake pale, akawa mpewa nguo ambazo amenunuliwa na rafiki yake. So rafiki yake anamwambia, hizo zingine ni za nani? Ambia mimi nimemnunulia mume wangu hizi. Yani hakuvipenda tayari, wivu ukamjaa, ila marafiki wengine bana. Huku nyumbani huyu bidada akawa amerudi akiwa amechoka, so mume wake alikuwa anataka amfanyie masaji, lakini akawashapewa zawadi ambazo zinagharimu mamilioni ya pesa. Mwamba akawa na furaha pale, kama mkisi mke wake. Sasa siku iliyofuata pale mke wake alikuwa anamwambia, wajua huku kazini yani kazi zimepungua, alafu rent pia inatusumbua, alafu mtoto pia yuko shule, alafu kuna birthday yangu ambayo inataka tufanye na inataka pesa nyingi. Sasa sijui mambo yatakuwaje. Mwamba akamwambia usijali, mambo tu yatakuwa sawa. Sasa baadaye hapa tunampata Mwamba akiwa amemtembelea rafiki yake mwingine, so akamueleza kila kitu ambacho kinaendelea kwenye familia yake. So ile bidada akamwambia usijali, mimi nitakukopesha hizo pesa na usiwe na wasiwasi, sisi tuko pamoja. Sasa baadaye huku tunapata bidada akiwa ametulia, mara akaona simu ya mume wake, afu kuna message aliona ambayo ilimfanya akawa ana wasiwasi, hakuwa anaamini. Kwani aliona kitu gani? Tulia hapo hapo tutajua tu kama ni kitu gani ambacho alikiona. So siku iliyofuata asubuhi walipokuwa wanapata kiamsha kinywa pale, bidada akawa hali pale. So Mwamba akauliza kuna kitu gani? Ndio bidada akamuuliza kuna kitu ambao ushenidanganya hata siku moja. Mwamba kama ameshangaa akasema hapana, mimi sijai kudanganya hata siku moja. Bidada kwani anashukuru nini? Sasa huko kazini ile bidada akamuelezea rafiki yake kila kitu. Hapa ndio tunajua kuwa aliona message ya 4 million naira kwenye simu ya mume wake. So rafiki yake akamwambia kama uliona hivyo vitu, yule mwanamume wako anaweza kuwa ana mwanamke mwingine ndio anamtumia hizo pesa. So mfasi straight, yani mpeleke mbio, umwambie kila kitu, hapo mtakuwa mnaganya 50-50. Usichukue majukumu yote kama vile ulikuwa unafanya. Hem, tupause kidogo hapa. Mimi nataka niongee na wanawake. Je, yule rafiki ambaye ni rafiki yao bidada wetu hapa, venye na mshauri mwenzake ni sawa ama si sawa? Hebu niambie hapo kwa comment. Maana mimi sina experience sana kwenye ndoa. Acha tuendelee sasa. Bidada yetu afika nyumbani, mume wake akampokea na bonge la tabasamu, lakini akamuignore, akaja akaketi hapo. So kufika pale alipoketi akamuuliza mume wake, je, umepika ama umetayarisha chochote ambacho tunaweza kula? Sasa mume wake akashangaa na hilo swali ambalo ameulizwa. Mke wangu ameanza lini hivyo vitu? So kufika ndani akawa anataka kuongea na mke wake, lakini mke wake wapi, hataki hata kumsikiza. Sasa siku iliyofuata hapa mke wake akamwambia sasa nataka kila kitu tu gani 50-50. Na kama hutataka tufanye hivyo mimi nitakuwa silipi chochote hapa na tutabaki hivyo. Mume wake hakuwa anaamini bana. So kufika huku kazini akamwambia rafiki yake pale, nimemwambia mume wangu kama vile ulinishauri. So alipofika baadaye jioni, bidada alipokuwa anaomba nyumba bana akakataa bana. Ilikuwa noma sana. So kuanzia siku hiyo bidada yetu alibadilika, akawa hapiki. Mwamba alikuwa analalamika. So siku moja Mwamba alikuwa amemwomba bidada funguo ya gari ili
aondoke na gari la mke wake. Mke wake akasema gari lina mafuta. Ndio Mwamba akamwambia basi naomba hata pesa nikaweke mafuta. Nilikwambia wewe fanya vitu vyako usinishughulishe mimi. Sasa Mwamba alipokuwa bana anajaribu kuwasha TV bana haiwaki. Akamwambia mimi nimekuzimia stima. Sule mwa hutalipa stima. Ilikuwa noma sana. Sasa Mwamba hapa akawa bana amekuja ili apate chakula, lakini mke wake kumbe amejipikia yeye tu peke yake bana. Yeye hakumpikia. Akamwambia mimi vile nilikwambia ndivyo. So siku nyingine Mwamba alikuwa anaoga hapa. Mara amejipaka masabuni vile anafungwa maji hayatoki bana. Mke wake anamwambia wewe si uliona ni matani? Hapa hakuna chochote ambacho tambulia. Huyu mwanamke bana kwa shetani kinoma noma. Akaja muuliza rafiki yake tena muone huruma. Rafiki yake akamwambia hakuna, mfinyilie paka alipe. Sasa Mwamba akawa basi amejaribu kuongea na mke wake. Mke akamwambia mimi siwezi nikakusikiza. Chini niliamua ndo hicho. Ilikuwa noma sana. Sasa hii siku iliyofuata bidada alipokuwa anataka aende zake kazini, akamwambia mume wake kuwa nataka unifulie nguo zangu, upike hapo. Mume wake akajaribu kumuuliza sasa ni mambo gani ambayo unaniambia? Akamwambia kama utakaa mfanyikazi wa ndani basi hapa vitu ndo utaviona paa hivi. Jioni Mwamba alikuwa anatoka kumchukua mtoto toka shule bana, kufika nyumbani bana hakuna vitu, sio akampikia ule uji wa watoto, mtoto ndo akankula. Mke wake akitoka kazini hana cha muhimu cha kumfanyia mume wake ni kumfokea, kwambia umesafisha nyumba, yani vitu kama hivyo, yani vitu tu vya kumkera. Sasa baadaye Mwamba alikuwa ameenda muulizia yule rafiki yake kila kitu. Rafiki yake akamwambia huyo mke wako kuna kitu alifanyiwa, si akili yake hiyo. Sasa huku kazini bidada akawa ana stress sana. Rafiki akamwambia wewe una roho ya huruma sana, ukiwa na roho ya huruma utapata chochote, mkazie mume wako utaishije wewe? Ni ujinga. Ila mashemdali wengine noma sana. Sasa bibi yake afuta ndoka zake kazini kama kuja chakula ambacho alikuwa amemleta tu mtoto wake peke yake bana. Afu mume wake hata hakumsalimia. So after mtoto wake ankula akaona kama babake bana ana njaa, akawa amemletea chakula bana. Inahuzunisha sana bana. Mpaka mtoto wake bana anamuonea huruma. Ndio Mwamba akamwambia basi mimi sina njaa bana. Ila yule mwanamke bana amebadilika kinoma noma bana. Siku kadhaa baadaye yule rafiki yake kama amemtembelea huyu bidada, sio kwamba mimi nimefanya kila kitu lakini halipi. Hapana, nakwambia endelea kumfinyilia huyo mwanaume, pesa nazo. Bidada ndo anaendelea kukanda bana. Sasa Mwamba bana akawa anajaribu kupandisha sauti kwa mke wake, maana ndio mwanaume kwenye ile nyumba, lakini mke wake anamwambia mwanaume endelea kupandisha sauti uone kama mimi nitakusikiza. Nikwambia paka ulipe. Mwamba akawa bana anajaribu kujiongea na yule rafiki yake yule mke wake ambaye ndo mnafiki. Mimi hata sijui hivyo vitu. Kwani amekuwa hivyo jamani? Ile mke wako jamani, mbona amebadilika hivyo jamani? Na kila kitu anaojua. Halafu sasa kufika huko akabadilisha kibati, akamwambia yani mume wako huwezi amini, amekuja akanitongoza akasema ati ananipenda hata hakupendi tena wewe. Bidada kufika huko bana alimfukia mume wake bana, akamtusi. Yani maneno mengi. Mwamba bana akaona Aisha kwa noma. Siku kadhaa mbele yule bidada ambaye ni mfariji wake ndo ankuja kumtembelea, so Mwamba ndo anamuelezea kila kitu. So kufika ndani huyu rafiki yake yule bidada kumbe alikuwa amewaona, sio kama ameleta umbea. Mara ndo Mwamba pale akawa shafika, wakabadilisha mada pale. Mwamba akamcheka yule bidada. Sasa baadaye yule mke wake bana ndo akaa anaombea tafadhali yule mtu mnajua ni rafiki yake, lakini yule bidada ndo anazidi kukanda bana. Wiki moja baadaye tunampata Mwamba alikuwa anaenda zake kwenye interview, lakini mke wake akamwambia unafaa ufanye usafi ndo uondoke. Mwamba hakuwa anadisi, kabidi bana afanye usafi bana. So after amefika kule kazini akawa amekosa interview, maana alikuwa anachelewa. So akawa ameenda paka kwa yule rafiki yake akaenda muuliza kila kitu. Rafiki yake akamwambia bana usijali, mambo tu yatakuwa sawa. Ilikuwa noma sana bana. Mwamba aliporudi kutoka kazini akawa shalala. Huku tunapokuwa bidada akawa anaongea na mwenye nyumba bana, akamwambia basi utasamee, mimi nimechelewa kulipa kodi, mambo yangu hajakuwa sawa lakini nitalipa. Lakini yule mwenye nyumba akamwambia usijali, kodi hata mume wako amelipa, mbona kwani ulikuwa mnataka kulipa miezi mingapi? Bidada akawa anashangaa, mume wangu amelipa milioni 6.5 amezitoa wapi huyu? So bidada after amkuja hapa akapata mume wake analala, mara akapata ile karatasi ambayo alikuwa mume wake anaenda kazini, afu ndoka amemfanisha mikazi paka akachelewa. So akawa anamuomba msamaha, lakini Mwamba akawa shadichenga. So tunatupa huku Mwamba akawa ameenda mtembelea yule mfariji wake ambaye ni best yake wa kiti cha kwanza. So pale wakawa wanaongea, lakini best yake akamwambia usimwache yule mwanamke. Yule mwanamke ni kama maneno tu alishawishiwa. Na yule rafiki yake ndio umejua ndio kikumbanishi. Kwa hivyo jaribu kuongea tu na mke wako, mambo yatakuwa sawa. Huku Sylvia akawa amemtembelea rafiki yake, lakini rafiki yake bana alimtimua. Hebu ondoka, sitaki kuona hapa jamani. Wewe ndio kigombanishi, unataka kunivunjia ndoa yangu, tafadhali ondoka nakwambia. Sasa baadaye hapa walipokuwa anapata chakula na nini, bidada after kwa chumbani huku akawa ameomba msamaha mume wake, ambaye tafadhali nisamee, ni maneno tu mimi niliambiwa.
tafadhali nisamehe, binadamu sote tunakosea, kuna mtu ambaye amekamilika. Mwamba pale akamsamehe na akantulia. Mara kwenye ile laptop yake kwenye email akawa ametumia message kuwa wale watu ambao walikuwa walimfuta kazi bana wamemrudisha kazini na wamempatia deal lingine kubwa. So akawa na raha pale na wakawa wamekumbatiana na nini, na hapa basi ndio unakuwa mwisho wa unyama bana. Hebu niambie, umeonaje unyama? Na kitu muhimu ambacho unafaa kujifunza, si marafiki wote ambao wako sawa. Marafiki wengine ambao ukiwaendekeza wanaweza wakakuvunjia ndoa yako. So unafaa uishi vizuri na marafiki, so kila mtu akumwamini. Na imani umejifunza kitu. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata kila movie na kila unyama nitakao post. Mimi ni Sinza Boy, tukutane katika video nyingine. Ciao. Seba Max, hapa burudani halali, movies zanaja simulizi kamili. Subscribe sasa usibaki mbali, home of enjoyment sehemu asili. Seba Max, hapa burudani halali, story kali tunazileta kwa wakati. Shekwa rafiki na ndugu wa karibu mahali, home of enjoyment sehemu asili. Kama movie ni ndefu njo kwetu rafiki, tunatoa simulizi kwa lugha fasihi. Kila scene tunaeleza kwa stadi wa hali ya juu, kweli mpaka mwisho wa story usibaki na swali. Mapenzi, drama, vita au utajiri, kila kitu tunakupa kwa mtindo adhimu. Kweli mashabiki wakifika wanasema ni mali pa burudani safi pasipo sumbufu wade wali. Ukiona video mpya usipite kimya kimya, bonyeza subscribe tuwe familia moja. Comment na share ili safari ionekane njema. Seba Max ndio sehemu ya rada.